Mpendwa wangu, asante sana kwa kuwa pamoja nami wakati wote ambao tumekuwa tukishirikiana pamoja katika kipindi chetu ambacho tunaendelea nacho katika televisheni yetu ya Maono ya Kristo TV. Mpendwa, napenda leo tuzungumzie habari za Mungu. Mungu wetu ambaye ni muumbaji wa vitu vyote, muumbaji wa dunia, muumbaji wa kila kinachoonekana katika ulimwengu huu. Amekuwa ni mwema kwetu na kutukusudia yaliyo makuu sana kuliko vitu vyote duniani. Yeye tangu mwanzo hakutaka tupate shida, wala hakutaka tupate lililo gumu lolote. Alipomuumba Adamu, alimuumba ili awe huru, afanye mambo yote yaliyo huru. Lakini kilichotokea ni kuwa hali ya shetani iliinuka. Unaposoma Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 1, baada ya kuwa huru kwa Adamu, nyoka anajitokeza kwa Hawa, ambapo watu hawa wawili walikuwa wameumbwa. Wakati Adamu ameumbwa na Hawa, palikuwa sawa, walikuwa wakila, walikuwa wakinywa, walikuwa hawapati shida ya aina yoyote. Lakini nyoka akaona kuwa haitakuwa vizuri katika viumbe wengine, akaenda kumshawishi Hawa ili awadanganye watoke katika makusudi ya Mungu. Hivyo mpendwa wangu, tunatazama mpaka leo kuwa shetani ndiye anayeshawishi watu ili watoke katika makusudi ambayo Mungu ametuumbia. Tulikuwa hatupati shida hiyo, tulikuwa tusipate shida hiyo. Na utakumbuka kuwa miaka mingi wale Adamu na Hawa walikuwa wakiishi miaka mingi. Lakini baada ya dhambi, miaka ile sasa utakuta imepungua. Baada ya sisi wanadamu kuonekana kuwa tumeingia katika dhambi, lakini yalikuwa sio makusudi ya Mungu. Kwa hiyo mpendwa wangu, leo tunazungumzia juu ya dhambi. Dhambi inakuja kwa kudanganywa. Dhambi inakuja kwa kutamanisha. Maana Hawa alitamanishwa ili amdanganye Adamu. Na ni kweli alimdanganya Adamu, wakala lile tunda la katikati, dhambi ikaingia. Na ndipo tukaona kuna kifo kikatokea. Lakini kifo kilitokea kwa sababu ya sisi wenyewe wanadamu kutaka kupenda vile ambavyo si vyetu, si Mungu alivyokusudia tuvifanye. Hivyo mpendwa, naomba katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Mungu Baba, tujitahidi kutokuwa na tamaa katika vitu vya duniani vinavyoweza kututamanisha, vinavyoweza kuonekana kuwa ni vyema, lakini vikawa ni vya kutupoteza katika kifo. Tunatakiwa tuwe katika makusudi ya Mungu, tujenge imani yetu katika Mungu kwamba alivyotukusudia yeye ndivyo tuvifuate. Tusifuate yoyote ambayo sio mapenzi ya Mungu, kwa sababu Mungu huwa hapendi kitu chochote ambacho hajaagiza. Kubwa katika yote hayo ni sheria za Mungu. Mungu anataka tukae katika sheria zake, tusitoke katika sheria zake. Hilo ndilo kusudi lake kubwa sana. Kwa hiyo wapendwa, tunapotoka katika kusudi ndipo tunapoingia katika vishawishi ambavyo sivyo, ambavyo sasa shetani ndiye nyoka yule wa zamani, ndiye yupo mpaka sasa, anayewatesa watu, anayetesa watu waingie katika shida. Katika jina la Mungu Baba, katika jina la Kristo aliye hai, Bwana atusaidie tuwe katika sheria za Mungu, tusitoke katika makusudi ya Mungu. Mungu wetu ambaye ni mwema atusaidie sana. Na mimi nakuombea, tunaendelea katika safari yetu ya kuombeana na ya kutakiana heri na mafanikio yaliyo mazuri, yaliyo tele mbele za Mungu wetu aliye hai. Ninaamini kuwa tutakuwa pamoja na tutaendelea kushirikiana pamoja siku zote katika ulimwengu wa roho. Tuishi maisha yetu yote milele na milele, tukisaidiana katika kuujenga mwili wa Yesu, mwili wa Kristo, ili tuende wote pamoja mbinguni. Bwana akubariki sana. Bwana
akutie nguvu. Tuendelee kuwa pamoja katika kutafakari ujumbe wake. Ubarikiwe sana. Asante sana.